Cable TV Kenya. Beyond the real. Ukienda gucanjamũra aria makũragira thimu na nyĩmbo cia mũini Grace Mirela citasikiza chungi thimũ-inĩ yaku. Andika kodi ici 6388289 wamũkĩre atumia. Nĩguo kwamũkĩra Kenya. Kenya, bũrũri wendetwo nĩ Ngai. Kenya, bũrũri ũrĩ thayũ mũingĩ. Andika kodi ici 6388290 rwĩmbo Kenya. Kenya, nĩ ya Ngai ũrĩa ũtũraga. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo ndahoya maguta. Andika kodi ici 6388291 Nĩguo kwamũkĩra ndĩ mũitĩrĩrie maguta. Andika kodi ici 6388292 Nĩguo kwamũkĩra ndĩ mũririkane. Ndĩmũririkane na mũthimbo cia na Mordekai. Andika kodi ici 6388293 Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo ndoka harĩ we. Ũnjĩre twĩthiaga nawe. Andika kodi ici 6388294 Maũndũ mothe no camba. Nĩguo kwamũkĩra umanja. Wĩrorere maũndũ marĩa ũkona wĩgwatĩre. Andika kodi ici 6388295 Nĩguo kwamũkĩra Ngai nĩareka rĩngĩ. Andika kodi ici 6388296 kodi ici citũmĩcie ta message kũrĩ 811 wamũkĩre nyĩmbo cia Grace Mirela. Tuonaga andũ arĩa etĩi marĩ na gĩkeno makĩria. Andũ arĩa aganu no kũgacĩra maragacĩra. Niĩ ngwenda mũthikĩrĩria wakwa tũkorwo tũrĩ ngurubu-inĩ ya andũ aya akerĩ. Aya maragia ndeto cia Mwathani mahoreire. Aya matangĩambĩrĩria kwaria ndeto nyingĩ, matambĩte gwĩciria wega. Haha tũrĩ tũraria tũrĩ ithuiki aca. Tu presence ya Ngai ĩrĩ haha, Ngai arĩ haha hamwe na ithuĩ. Roho wa Ngai arĩ haha hamwe na ithuĩ. Nĩ tũgĩka, let us guard our tongue. Rekei tũkĩaria maũndũ ma tũkwaria twĩtigĩre Ngai. Tondũ maandĩko marauga arĩa metigĩrĩte Ngai. Andũ arĩa matatigĩrĩte Ngai nĩ maregenyũkaga. Nĩ marĩaga makahũna makaria mũndũ ũrĩa kwenda. Nĩ manyua kĩrĩa makũnyua makanana makanyua makwenda. Ngai nĩ athũire mũndũ mwĩtĩi. Ndĩmũririkane na mũthimbo cia na Mordekai. Ndĩmũririkane nĩ Ngai mũiguaga. Ndĩmũririkane ngarutwo rũdiba. Maandĩko marauga ithuothe nĩ tũitĩrĩirio maguta angĩkorwo nĩ twĩtĩkĩtie Kristo
na tukaubra Kristo ni mwathani na tugakorwo turi horo-ini wa Ngai ithuothe tureitiririe maguta where you has an anointing na anointing yo uhetwo ri it is not a priestly anointing, it is not a kingly anointing or a theodary anointing, it is an anointing of itself where tondu gutire mundu ungihota kuruta wira wa Ngai, gutire mundu ungihota kuwerewa kigo kia Ngai, gutire mundu ungihota gwathikira maundu ma Ngai, gutire mundu ungihota gwathikira kanitha kana mwiri wa Kristo atari no hakoyo. Uguo ni wega tulirikanage ati we are all anointed and we can do all things through Christ who strengthen us. No tuhota gwika maundu mothe to tureitiririe maguta. Good evening, my good people. How are you? Nimewamiss. Tumekuja ndio tuongee pamoja na nyinyi. We talk. You talk to us, we talk to you, you know. That's why we are here. The Battalion show imekuja na ninajua mahali huko inakufikia vizuri. Na siko peke yangu na leo tuko wawili. Mwingine ameenda off leo. But on Monday tutakuwa na yeye. Is it on Monday or on Friday? Friday. So say hi to people. Taseni watu tumerudi ndo tusaidiane tujengane. Na tunawapenda bado. Sema majina yako. Hapa ni Miriam Kimani. Wawa Jiko. Wow. Wawa Kimani. Wawa Jiko na Kimani. Wow, that is so nice. Na mimi hapa ni Shiro Joyce na tumekuja ndio tuongee pamoja na nyinyi. And the issue yenye tunataka kuongelelea siku ya leo, our topic today ni kitu yenye watu wengi wamekuwa wakigo through ama hata kama hawa go through sahi wali go through hapo mbeleni ama tu prevent bado. Exactly, ama tunaweza prevent na pia kuna wengine wanaweza kosa wana go through sahi but in future wanaweza jipata kwa hiyo kitu. And our topic for today is unaweza to introduce your show early pregnancy. Yeah, we are talking about early pregnancies. Na hii ni kitu yenye ama hata maybe kuna mtu wako pale ni mama ana watch ama baba ana watch na yeye hakuendea hiyo kitu but sahi maybe kuna mtoto wake ana go through that thing. And early pregnancies sometimes inakuanga so challenging because mtu ni ile inakujanga tu unajipata tu imekam. They are common. Yeah, they are common. Inakupata tu like unajipata tu kwa situation happen. Au kukua prepared unapata tu oh my god imekupata tu like hivyo tu. So early pregnancies mostly inakujanga kwa mademu mwenyewe. Inaweza kuja kwa demu mwenyewe anatumia family planning and I always say family planning is for watu achane na hizi vitu bana. Atie wazazi. Ebu tuambie what you know and wenye umeona according to yourself. You are a student. Uko nje kuna watu wamekuwa na hizi vitu. What is your experience like? Early pregnancies mostly zinaokaa kwa youth. Generally youth sana. Umefanya mambo yako ama uko umeexpect kasha kuja. Na sometimes hadi inafika point usharukwa na warukaji wali wengi. Unatokwa tu like hii kitu sometimes it is planned, sometimes it is not planned. Sure. Like and there are many challenges. Kuna challenges mingi zenye
nini kuna our first mothers upitia na bado kuna early pregnancies yenye maybe sometimes inaweza kuja ukua shule na bado kuna hiyo early pregnancies yenye bado unapata mtoto wa kwanza na bado wengine wanapata mwingine bado. Bado hiyo tunaiweka bado kama early pregnancy still juu bado uko young bado. Like some people get 1 to 3 children. At early age. Unapata mtu ako form 2. Ashashika ball. Like unashangaa sasa where will I go to? Because ni kitu imekuwa ikienda ukipata ball ukiwa form 2 ama hata form 1. Saa hizo mzazi wako amekuwa akistruggle ndio at least uende shule. Alafu sasa ndio hiyo ball. Ndio unashangaa utaanza kumwambia aje. So hii ni kitu ina challenge watu wengi sana. For the high schoolers maybe watu wameenda mafunkies ama the boda riders. Unajua kuna time ilikuwa ka season au watu wa nduthi. Nduthi ndio tu walikuwa na control to them nini to boda tu riders. Kama una nduthi usiniongeleshe. Watu wa nduthi mnasikia venye mnataburika huku. Like yeah, it happened like unaona by the duration madem wengi walipata maball sana. Na sasa shida yenye inakuanga it is now thinking where will I go to after this? Sawa nimepata ball then like watu inafikanga point hadi wengine wana try abortion, others try kujinyonga. So like hapa tunaongelea general like tutafika kwa effects za early pregnancy. Like umepata ball after na unafikiria nini what else. So tutaongelea effects. Yeah, tutaongelea hizo vitu zote. And because najua maybe kuna mtu wako pale anashangaa what should I do? Ama kuna mtu mwingine pale alipata mtoto akiwa very young na sasa huyo mtoto hakuweza kupenda na ujuko na ball. Ama hata unapata ball na haujui hiyo ball ni ya nani, you know, cause umekuwa ukinini uko kugawa. So you know and now you don't know what to do, you don't know where to go. We are here to help you because now hiyo ndio kazi yenye tuko hapa kufanya. Tusaidiane. It is you help and you keep your comments coming because yeah, najua hapa kuna watu wako na experience ya hiyo kitu and it is not the best thing. Me myself I'm a victim. I got a ball when I was young. I was 23 years old. That is young, for sure it is. And sijai experience kitu kama hiyo. Apart from that, me I was married. Lakini kuna pia mtu sikuwa najua what nafaa kufanya nini. You see? So I was so much confused. But sasa nimekuwa bazoo. So hizi ni vitu zenye mayuzu wanapitia sana. Unapata dem ako shule, ameenda, sasa venye unasema wase waduthi. Kuna watu wengine huko nje pia wanaona akakadem baze. Na unajua sasa time yenye uko hiyo age ya from 14 teenager pregnancies and all that. Teenage pregnancy ni kutoka 14 to 20, si ndio? Yeah, so ukiwa hapo ndio unakanga karembo sana. Umeiva mali safi. Umeiva. So kila mtu atakuwa like, oh I want this girl. Oh bla bla bla. Na utaingia tu box. Na sometimes unaweza pata ball na like haikuwa like si willing yako like kupata. Like some people get raped. Wengine maybe wanaambiwa fanye kitu ndo maybe amepromisiwa nini. Wengine wanasaidia wazazi, maybe ati unapata ball na mtu fulani ndo maybe hata usaidie to raise your siblings. Sometimes people are pushed, wanapushwa sana. Like we are not here to judge, tuko hapa kusaidiana. Yeah, we are here to help each other because now kuna mtu hajui usaidizi wake utatoka wapi. My girl, we are here to help you. Na pia early pregnancy, it is not only si challenge tu kwa madem wa peke yao. Even guys inakuwa shida sana kwao kwa sababu sasa umependana na jamaa uko shule na yeye maybe ako shule, leave alone hata kukua shule, mwingine
hayuko job ama hata ako job but hako ready kukua na mtu kwa nyumba. Alafu sasa umepata ball yake. Hata kama tunasemanga mtoto like anakujanga na sahani yake, sometimes kujipanga ni poa. But mi usema mtoto akikuja chukua, pokea. Hata hizi vitu za abortions zinaletea watu mashida mingi sana. Wengine wanakufa, wengine wanakuwa desperate, wengine unapata wamefanya hata utapata wamekuwa machokoraz kwa sababu sasa unaona like sasa mimi sina future from here, lakini ukipata mtoto si kukosa future. Ukipata mtoto there is future after that. Waambie mnasikia? Kwa sababu kusema ati sasa kwa sababu tunalea, does it mean that we are not living? We are there. Yes. Na hata kabouncing baby girl ama kabo. Kwa sababu the time unafikiria sasa mimi nitatoa hii ball, sasa hiyo utakuwa umekosea Mungu mara ngapi? Ya fornication na kill murder. You see now you become a murderer. So you are supposed at least to upokee hivyo, but again before ifike hapo you are supposed to manze kweni too careful. Hata kama isha happen, like talk to your parents, talk to your friend. Hata kama uwezi approach nini wazazi wako, like you can go through your friend, beshte yako afikishie wazazi, waambie hivi ndivyo imehappen. Like abortion is not an option. Abortion is not an option. Na unajua abortion inaweza kuja maybe through wewe mwenyewe kuitoa ama hata kujipatia stress hadi yenyewe inajitoa. And you know abortion kuna vitu mingi sana itakulead after that. Maybe utajipata abort then umeharibu nini yako yote. Time utataka mtoto au utampata. So pata huyo mtoto. Siku hizi hata nasikia maboy wakisema by the way heri tu mtu mwenye ako na mtoi. Kwa sababu ati huku nje kuna mama ya yatima wengi sana. Ya unapata dem tu ameiva vizuri, ako tu sawa, matiti imesimama vizuri. Kabisa. Ndio hiyo. Ati madem hapo mnaogopa pregnancies, matiti zisianguke. Zangu zimeanguka. Si mwisho wa dunia. Accept it. Like kama iko chukua, lakini kama haiko take care. Plan. Unajua kitu ikiwa planned inakuanga better. Because now at least utaweza kudeal nayo vizuri na utaweza kuinini. Like utakuwa na hiyo pressure. Yeah, hautakuwa nini nitafanya nini? Alafu nitafanya nini? Hii kimalizika nitafanya nini? Like utakuwa na time yote ya kupanga. Yeah, utakuwa na every time like you know that huyu mtoto nimepata ball, napanga nitapata ball August, you know, I'm 24 years, niko na bwana, like tuache kujiingiza kwa vitu zenye zitatuletea early pregnancies. But again, now we are here, kuna mtu ako pale ashapatwa na hiyo. Ako nayo already. Tunaweza according to me na mimi pangu kitu yenye naweza mwambia just accept it. It happened and you have the baby with you. So saa hii si time ya kujipatia ma stress, sijui uko na ball, sijui nini. By the way, nini inafanyanga watu wajiingize kwa hizi vitu sana? Ina happeningi aje? Sometimes hata ni peer pressure ama unataka kuonyesha mabeshte wako wewe you are that bitch. Like wewe mwenye uambiliki. Like you hata wewe sawa jibambe. Hatujakataza mtu ajibambe, you go have fun, go clubbing, lakini responsibly. Unaweza enda sometimes hata mtu ananini anakuwa drugged. Sasa hiyo umejiletea juu. Unafaa upati responsibly, like take care of yourself, ndo hata hii bola isikushike. Like unaweza prevent nini ya pregnancy. As in, okay, unajua prevention zenye ziko sahihi zenye mimi naona ni hizi kuchukua nini, kunywa hizi pills. Wengine wanazikunywa kama getheri bana. Wanazikula. Hizi vitu zinakunywa. Ya unapata mtu anataka sleeping with you. Inaitwa aje na Kiswahili? Involve kwa ngono. Yeah, and anataka we mwenyewe ndio utakunywa hizo madawa. Unajua maboys hawaumii sana kwa hii kitu. Wewe ndio utabaki tu hapo na nini.
utabaki hapo na mashida zako, kwa sababu the moment umefanya hivyo umejinvolve, kwa hiyo umesema hebu irudie tena. Mchezo wangu sijui kama ni correct, mnaweza tu commentia hapo, mtuandikie Kiswahili sanifu. Siku na hiyo mzee inaringi shuka tu, lakini ilete nakataa kabisa. Lakini hata majamaa kama hata wewe yuko ready, like hata siku hizi vitu ziko watu wanajua, unaweza kosa waambie unaweza kwanza kumwaga ndani, like you try withdraw, hata kama utaki kutesa demu hapo rudia hapo, hawajasikia bro jamaa bro. Jamaa wanasema ni namwaga nje kana ni majambo show, sema hawasikii, kama wanakataa kumwaga nje, wanauliza kwani ni majambo show. Kama uyuko ready saa ushapenda mwenyewe bora. Wewe mwenyewe unategemea sasa pocket money ya mzazi. Sasa utafeed mtoto gani? But check wanasema ngaiki hiyo kitu isipoenda ndani hiyo kitu haiko complete. Wanasema vitu ziwekwe mahali pake. Wewe kama uyuko ready, wewe hata basi hawataki kutumia CD, hawataki kutumia CD, hawataki ku withdraw. Tutasaidiana aje basi? Na watu hawataki mimba huko nje. Juu after unapeana mimba afu unaruka. Hawataki ku abstain, hawataki ku withdraw, hawataki kutumia CD. Mnataka nini? Tuambieni. Abstain nini? Mnataka nini? Ambia wa abstain. Wewe kufa. Wow, so guys talk to us. Yeah, so najua kuna watu huku maybe washaipashikana mimba. DJ Party sijui uko happy. Kuja na hili umeniambia, by the way ameniambia ati nimekonda. Wapi? Mwili ati sina nyama. Na hebu mwambie niko nazo. Ako fine. Ako fine kabisa. So what tunasema, hizi ale pregnancies, the only way tunaweza avoid ni by withdrawal, abstaining, protection. If you are a party guy or girl, we party responsibly. Like aje kupati responsibly ndio gani? Kama ni kulewa usilewe sana ile ati utajielewa, utajipeleka home. Juu guy atakuja hapo aseme can I drive you home? Utazima. Vitu zina happen. Bidi kuna hizo balls zenye zinakujanga hivyo. Mfanyao mambo na ujui nashtukia. Sasa utajua huyo mtoto ni wa nani? Sasa unaona. Imagine watu nini? Imagine hata ujui baba. Au utazama ni Yesu wa pili. Ati ni Mary ndio huyo sasa. Thank you so much guys. Naona watu huku wameingia sana. Amos Kamunya, I can see you. Jufie, thank you so much. Evangelist Gashau. Jufie. Bado madem ku ametoroka. Rose Praiser. Na kuona madem ku ametoroka wakisikia. Unajua maboy pia sasa wataanza kupiga kelele wakisikia ati unawaambia ati wa withdraw. Mimi kama we try venye utafanya, lakini usipeane watoto kama uyuko ready. Like if you're not ready for a baby, just know that hiyo kitu itakumesa. Kwa sababu utaletewa huyo mtoto mahali unafanya kazi, kwa shule uletewa kwa imagine kwa room ukapata kwa bed. Upatwe sasa, uambiwe sasa ndio huyo mtoto wako, nenda lea. You see? So those are the things that zenye tunasema watu wa try ku take care of, because now zitakuletea stress we mwenyewe, even yourself you not ready, so depression. Yeah, utapata hadi huyo mtoto hautampenda vile inafaa umpende. Lakini tena if ime happen ushapashika demu mwenyewe ball na ako nayo na sasa ako 17 years and you are there, just take care of the baby. Lakini siku hizi kuna ukishikwa ukitembea na mtoto wa shule, si wanashikwa, lakini watoto wa shule wanajificha.
At least government is trying something. Government is trying. Watu wenyewe hawasaidiki because they are not helping themselves. Unataka kusaidiwa ndio na serikali, lakini serikali haitalala mahali wewe unalala. Unajua? Lakini wewe ukishikwa na mtoto wa uniform. Unajua watu wenye wanashikangwa I don't know ni pesa ngapi, lakini sasa 10k mtu hata akitoa na ashakupashika mimba then sometimes they are jailed for 40 years. But you see again, kutoka wewe utoke kwenye unaishi, umeitishwa na nani ID? Hakuna. Mtu ukionekana na chali fulani, nani atataka kujua uko how old? So unless wewe mwenyewe ujipeleke uende ureport, useme like sasa mimi niko na bole ya fulani na niko 12 years, you know, but hakuna mtu atakufuata. Life is yours. Ndio maana tunaambiwa nini? Usipofunzwa na mama yako utafunzwa na the streets. Yeah, the streets is there and it will punish you. Utapatana na vitu mingi sana huku nje. Kwa sababu majamaa wamekaa tu wanaongoja demu easy goers. Kwa sababu mademu wenye wako saa hii wamekuwa very easy going. Hata sisi mademu hata turinge hata. Si ndio? Aki walai. Kupeana hivyo Kwanza mademu yangu wana nini sana, wanajiachilia sana. Wanajiachilia sana. Uko hapo jamaa na ulikutana na dem kwa street tu ukamwambia bra ndio huyo ashaingia box. Hata wewe kama ni jamaa unaweza fanya nini? Utapita nayo. Juu sasa ashakuletea hautataka kujua ako 12, ako 11, ako 9 ama ako miaka ngapi. Because now the world we are living in, the era we are in at this time, sio ile ya kitambo. Na pregnancies zinaletea watu issues mingi sana kwa sababu ndio utapata like wazazi wa dem wame report huyo jamaa. So wewe jamaa ukipashikana mimba jua tu mama ya huyo dem akikujua, akikushika tu hivi atapita na wewe. Which is like si kitu inakwanga very poa kukuwa na quarrels and all that. Kama unataka dem, kama unataka kuzaliwa mtoto, si umoe. Tuweka kwa nyumba. Na watu wanaolewa watu wenye wamefikisha 18 years. Watu wa 17 years. Lakini sasa na wao pia hao ndio wameiva sasa. Tuoneni tuko huku tumepitisha. Wako. Ndio mtakuti. Tushafikisha 30, nyinyi mnataka tu tusichana tu nini. Na by the way watoto wa kuzaliwa wana watu wenye wako very young wanalizia kuna mtu mwenye atajiitikia na arezo huyo mtoto vizuri. But percentage yenye kubwa ya madem hawa accepting like hiyo pregnancy. Sometimes pregnancy girls wa drop out. Wa feel neglected, wa isolate, uko shule, high school, mabeshte wako hawataki juu. Hawataki ku-associate na wewe. Sasa una drop out, ushalipiwa fee, una drop out shule. Unaenda kuishi kwa street. Kuishi kwa street pia sasa umejiongezea sasa mashida zingine. Unaweza lipiwa tena bado. Upate ball lingine bado. Magonjwa tu. So, but again, unajua Miriam, madem wengi kitu yenye inafanya wasafe hivi, it's because of our parents. Kuna mtu wako pale amepata ball na amekataliwa na mama yake. What do we expect as a society? Tuna expect huyo mtu atafanya nini? The only option yenye ako nayo, mamako amekukata bra na hauna kitu. The only solution yenye tu anaweza kuwa nayo ni kutokea tuko kwa street aende. So even to our parents, sometimes accident kifanyika hakuna kitu tunaweza fanya cause kuna balls zinakuja accidentally. Huyo mtoto maybe alikuwa anaenda kufanya, alisikia watu na hapo wakiambia akimanzea I felt so good, I don't know what. Na yeye akasema sasa hata mimi I'll try. Akaenda akajaribu na ikakuwa sasa ball. Alafu ukifika tu kwa gate, wapi? Enda. Rudi kwenye ulimetoka. Sasa una expect nini? Wazazi wanafaa waitikie watoto. Like wapende, try to wasaidie kulea.
Ndo hata kama mtu anaweza pata mtoto na si arudi shule, like anaweza maliza tu hadi masomo. But unaona Miriam, kuna watu utasaidia kulea mtoto, umsaidie kulea mtoto wa kwanza ndio huyo arudi akuje mwingine. Kuna watu huwa walana kile. So the only way to do this thing is to try kumaliza hii kitu. It's either you abstain or you use protection or what else? Ile yenye wataki kusikia draw. Yeah, hiyo sasa cause now kutakuwa na shida mingi sana. Ujuu utapata huyo mtoto mamako ameku-neglect and umeenda kwa street. Sasa huko nayo upatane na mashida zingine mingi, you know. And even tujue watu wenye tunaongea na wao as young people. Kwa sababu kuna mtu atakutupa tu, atakuja kwambia try this, it is choose good. your friends wisely. Yeah, choose your friends wisely, cause ukikosa kufanya hivyo manze utakuwa na mashida mingi sana. Utapata like una struggle sana. Naona watu wako huku. Thank you so much sorry, Mas ni nini? Thank you so much Moses Gachemi for tuning in. And kuna pia hawa wazazi wa maboys. Like boy, unajua pregnancy is for two people. It is for the female and the male side. But sasa mtu mwenye anaachangwa mzigo yote ni game. Blamiwa, like mademu anablamiango sana ni kama hadi ni kama wamecommit kitu yenye haijawahi onekana. No. So kitu yenye mimi najaribu kusema ni hata wazazi wa boy wa try pia kushikana na familia ya kinadem. Kwa sababu unapatanga wazazi wa boy sana sana wanaidanga side ya boy. Chalito atakuja akupe mimba na aseme si yake. Na akatae. Na wazazi wa ukienda huko kwao wanakwambia wewe toka huku. Ama wengine boy ashaitikia demu amempeleka kwao. Akienda kwao kwa wazazi wake sasa ndo wazazi wanakataa demu. Na uko already uko na ball. Na uko already na ball. Utafanya nini? Ndio unapata kuna vitu mingi sana zina happen huku hivi nje. Unapata hadi boy mwenyewe ameamua tu huyu demu ako na ball yangu. Okay, kuna maboy pia wanakubalingi balls zao. Na anaamua sasa ni sawa tutalea huyu mtoto. Wewe uko shule, unamaliza shule, mnalea mtoto vizuri na anakupatia support yote yenye unahitaji. So, congratulations to those guys. Hiyo ndio kind of guys that we want. The real men. Yeah, they are real men. And can I ask you, kwa sababu najua kuna wanafunzi huku nje. Shule, mtu akipata bola akiwa shule, what do you see uko kwa shule unaonanga aje? Definitely watu watakuwa na kuangalia. Ukipita watu lazima watatana, watu lazima wataongea. Na kama una support maybe ya wazazi or the other side of the boy, mtu utateseka juu. Imagine ukiwa na pregnant, definitely unafaa kula poa. Mafruits hapo, attention, love, like unafaa tu kufeel tu hakuna stress. Kupata nini? Okay, na wakipata hizo najua kuna wenye wana abortingi na wengine pia definitely watu wa abort wengi sana. Yeah, abortion huko nje iko tu mingi, but tunasema like, my friends, abortion sometimes inaweza kuletea mashida mingi sana. So accept tu umepata hiyo ball. Kwa una abort the next president. Like for example, kuna last week Battalion, I was going to Thika and mahali nilikuwa kwa matatu, tukafika KU. As a very beautiful girl. Unaona tu huyu ni kademu kadogo aka ni katoto. Huyo dema aliingia na vitabu zake ameshika hivi na mtoto amemfunga amemshika hivi. So my question was, shule kuna kwanga na kusoma na mtoto? Sometimes unaweza peana hadi mtoto uko na mabeshte hostel unasema nishikie mtoto niende class. But like, definitely huwezi ingia na mtoto hii class. And you see mabeshte wako. And you see now the problem yenye iko ni ati kama mzazi wako hata kushikilia at that time, hauko job, uko shule, boy wako na yeye amekuruka. So before you do anything with someone,
Ama before you involve na mtu mwenye uinvolve na mtu wako responsible, si a drunkard. But so, unajua mwingine ni kulewa tu. But unajua shida ni kuna watu wenye watakuonyesha like they are responsible the time wanakutaka. But the moment umepata hiyo ball, umetokwa sister. But then take your time. Yeah, take your time. At least time ifike. Kwa sababu ukikuwa sasa 14, 15, hata kufunga mtoto huyo na unajua utakosa, unaweza kosa diapers. Ya mtoto analia, hata matiti za kunyonyesha huyo mtoto hakuna, you know. But again kama iko vumilia nayo. Lea ball. Mtoto akikuja utapata pesa ya kumlea pia. Kwa sababu wanasemanga mtoto akikuja na kujanga na vitu zake. Ya na hii kitu bado ime extendiwa ikaenda hadi kwa church. Church inachukulia hawa watu in a very bad way. Alipata ball before olewe. Alipata, okay, it is not good. Si poa. But again, sasa juisha happen, hatuwezi rudisha mtoto kwa tumbo. Hatuwezi. What we are saying ni we try to embrace these people. Because now watasikia like wako so desperate, you know? Na wataona like hawapendwi. You're supposed as church, just go talk to them. Hata kukua na hizi ma talks za youth, hizi za mafundisho. See, churches do hold those mini occasions kama seminars. Like sometimes wanaenda wanakaa church for one month. Si wanakuwa nafunzwa sometimes wakwanga girls peke yao, boys peke yao. Yeah. Like wanafunzango hivi vitu na ukifunzwa isiingilie ukitokea huko. Ikitokea huko. So, my guys, I believe that naona mmekuja kukuja. Pauline Kaso, thank you so much for coming mama. And I believe maybe you have a story behind this. Kuna watu huko nje manze wako na balls very early, wengine wali go through hiyo, na wengine hati walipata watoto na mpaka wa leo hajaipata huyo mtoto, hajaipenda hajaipenda huyo mtoto, alimchukulia like huyu ndio alikuja kuharibu maisha yangu. But one thing we are saying, jua mtoto ni baraka. Just embrace that child. Haujui huyo mtoto atakuja kukua nini, haujui huyo mtoto atakusaidia wapi. So just mchukue mpende, because sasa hautamtupa, you know. Na kuna mtoto blame. Yeah, na kuna watu by the way wanaidanga to an extent ya kutupa hadi watoi. Yeah, unapata mtu ameenda, amepata mtoto, amemtupanisha na huko kwa choo, you know. Una utu, una roho. Hauna roho. But mi usema ukisikia like you so down, huyu mtoto sitaweza kumlea, acha kutoa hiyo ball. Acha kutoa hiyo ball. Pata huyo mtoto, hata heri uende tupe. Unajua ni watu wangapi by the way wanaomba tu God awapatie watu hii and hawapati. So mi usema kitu yote ikihappen inakuangana plans za God. You pray, tell God to show you the way. Jusha happen. Mwambie soften roho ya nini ya wazazi, wa expect or nini wa accept mtoto. But again as we pray, let's learn to kukua watu responsible. Na to learn from others people experience. Yeah. Umeona beshte yako venye anateseka na bado unaendelea unafanya hizi vitu. Cause uko very young, uko shule, hata maybe nini inafanyanga kitu hii pregnancy itwe early pregnancy. It is because haikuwa planned all. Unajua kuna bado wazazi wanapatanga mtoto na haikuwa planned. So early pregnancies kwa mayouths ni ile yenye imehappen tu. Unajua mtu anaweza kuwa 18 years na ako sawa. Ama bado amepata watoto kadhaa. Yeah, ako settled yeye. Kwa sababu ukiangalia time za kitambo akina shoshozo walikuwa wanapata watoto wakiwa wasichana wadogo wa kutoka 15, 16, 17. But the life we are living now, mtu wa hiyo age bado ako kwa mama yake. Na ukienda sana utapata mtu mwenye amempatia hiyo ball anaweza kuwa hata younger than yeye. Na unapata hadi hizi vitu zina happen hadi kwa ma cousins. Yeah, mumeambiana like let's try this.
So what are we supposed to do to avoid these things? Apart from now they are abstaining and withdraw and protection. Like to avoid early pregnancy. Unafaa kuavoid pia vitu kama coach, vitu kama pornography. Kwa sababu watu wadogo wenye wengi sana wanapata hizi balls. Mtu wa 14 years kuna vitu mingi sana hajajua bado. Now with the technology tuwezi hide. Ukimnyang'anya simu kuna nini? Unajua saa hii simu yangu mimi ndio naweza i-control. Mimi ndio nitajua nitatumia hii simu aje. Nikitaka keep watch hizo vitu then kwa shida yako. Lakini kama nini ukinyang'anya watoto simu ndio watch porn, see they have friends, they will still watch. Okay, that's why we are saying, we are not saying ati wanyang'anywe simu kwa sababu wataenda na wataona tu kwa marafiki zao. But watoto wenyewe ndio tunaongelesha. Tunawaambia use your phone well, use internet well, use technology well. At least something that can bring you an income or something. Ama usome nayo kwa sababu hata hawasomi. Have to improve your English. Hata atuseme tuko perfect. Mimi kwanza siko perfect na kwa. There is no one who is perfect. But again you're supposed to jua kwamba kitu yenye itakupata hapo mbele ni kitu yenye wewe mwenyewe hautaweza kuiepuka. Ama before you do something, think of the consequences. Think of the consequences. The people you will harm, ni harm yenye utajiletea, ni vitu zenye tu zitakuja tu mbaya after hiyo. Yeah, kwa sababu early pregnancy ina affect watu kadhaa hapo. Ina affect the church, that is the first thing. Kwa sababu church ina feeling like ya kitu meruhusu huyo. Ina affect the society, the whole society at large. Ina affect mwenye ball na maybe kuna mwingine hata wajulikani, but mwenye ball pia anakuwa affected. Ina affect wazazi wako, ina kuaffect wewe na hata mtoto mwenyewe ina muaffect. You see, even your friends, kwa sababu sasa unajua by the way unaweza pata mtu amepata ball, watu wenye alikuwa na wao wote wamemwachanisha. Kwa sababu sasa juu hata ni kama umekuwa burden kwao. Umekuwa burden kwao. Na hizi vitu zina happen huku nje. Huku nje watu wana go through a lot of things. Thank you so much. Naona nani amekuja Masewa Mboi na kuona huku. Thank you so much teacher for joining us. And she is a counselor. And I believe that siku moja tutamuinvite huku akuje ndio aongee na hawa ma youths, kwa sababu as much as tuna try kuongea na wao, they need a counselor, someone who can counsel more experience. Exactly, kwa sababu hizi vitu sisi ndio zinapata huku nje. Unapata naki na dema amekulilia na kuuliza sasa what nitafanya nini? Before tuendelee sana, hebu tuambie some of the effects za early pregnancies. Effect of early pregnancy. Kuna kuna depression. People sometimes acha tuchambue kwanza hiyo depression. Depression inakujanga aje? Depression ni ile kitu unakaa inakupatia stress, unasikia like imekuwa unusual to you. Like you are thinking, you are overthinking, unashanga sasa mimi mtoto akikuja nitampatia nini? Lakini depression inaanzanga at first. Dem miss periods zake, uko hapo uko 20 years, ndio uko shule, miss periods zako, last week mlikuwa na njoro. It is true. Periods hazijakuja. Unapigia njoro. Njoro nakwambia sasa, mimi si uko kwa hiyo kitu. Si ulikuwa unajua dates zako? Ama anasema hata iko hiyo siku, hata ukiestimate wewe maybe ilikuwa tu mtu mwingine. Si unaona vitu kaizo, si ulikuwa unajua dates zako. Kwa nini wewe haukukuja umejipanga? Na baadhi na shaganga maboy wanaambianga mademu ajipange, kwa nini nyinyi msikue part of hiyo mpango? Azimuulize ni kama hii kitu ina happen between two parties. Exactly. Si mtu mpati moja inajiinvolve. Depression sasa inaanzanga hapo. Boy ameruka. Sasa unaanzanga kujiuliza, guy, nilikubali kutumiwa, amekataa. Sasa enda kwa wazazi. Nitaambia nani wa kwanza? Wapi? You see?
So mimi naweza sema ikifika mahali kama hapo, kama uko hapo na maybe uko nayo na unashangaa what you can do, look for someone. Unaweza enda kwa aunti yako, unaweza enda kwa rafiki yako wa karibu, like mtu mwenye atafikia mama yako haraka. Kwa counselor. Exactly, kwa counselor. Kwa sababu sasa pia marafiki wanatulea sana, wanatupatia depression. Umeenda umeambia dem fulani roommate wako, umemwambia mimi kuko hivi na hivi na hivi na hivi, nimemiss periods zangu hivi na hivi na hivi, ndio huyo Shinda kusupport ana shout what umemess. Sasa utafanya nini? Kushinda nini kwa kusaidie utafanya nini? Alafu from there instead ya kusaidie anaenda kuongea na watu wengine huko nje. But you see a person like a counselor or an aunt or mtu mwenye ako machua, mama like fulani aendeze nini umbeze. Exactly. So depression hapo ndio inakujia and this may affect the child. But just stress yenye mama anapata pia anaitransfer kwa mtoto. Sometimes anaweza fanya hadi nini hii inaitwa nini? Miscarriage. Miscarriage. So depression inaweza kuleta mashida mingi sana. We mwenyewe unaweza kuwa kwa situation yenye si poa. Hata unaweza tokwa na wazimu by the way. Unaweza miscarriage. Hizo ni vitu zenye one of things zenye zinaweza yeah, what is the other one? Ingine ya low birth weight unapata katoto kenye akajafikisha nini? Kuna the estimated days, the 39 or 42 weeks. Weight. Unapata mtoto wa kilo moja kama which bado kuna watu wanapatanga watoto wa kilo kidogo na hawana depression. It is ni nature tu ya mtoto. But again mtoto wa kilo moja pana na ni juu ya kujipatia stress, umekuwa depressed hadi katoto kenye unapata haka nini. The next one, sometimes they may lose their newborn baby. Yeah, because now of the hiyo stress yote. Ingine wanakosa hiyo carcinogen for the firstborn of their babies. Yeah. Like hawana milk ya kutosha kufida watoto. Hata ni mdogo, breast bado hazikuwa zimemature. Alafu saa hizo wewe uko nini? Uko shule, alafu unapata mtoto ndio hiyo nani. Umejipatia stress. Unajua nani mkebe moja sijui ni 14 hot. Na mkebe moja inaenda wiki moja. Yeah, every week utakuwa ama hata kama mtoto umepata kaboy kana cool kana nyonya vizuri. Umekosa maziwa, utapata kwa wiki unatumia hadi ya 3000. Uko umejistress kwa sababu ya ball. Sasa utajistress juu ya pesa na mtoto. You know? So the best thing to say ni kama mtu ako tu na ball, you just accept it. Accept it. Lea huyo mtoto. As we always say, na nitarudia tena, haujui huyo mtoto atakusaidia wapi. Haujui huyo mtoto atakuwa nini. Lakini hebu niambie, mtu ako campus, ako na mtoto nyumbani. Alipata akiwa form 4, amepata ball ingine. Sasa hiyo tutaita nini? Sasa tunasema ni mazoea. Kwa sababu watu hujipata hivyo. Yeah. Yeah, mtu tu try to abstain. Me, that's what I can say. Like, I have a friend like kuna uko home kuna like wazazi wa huyo dem akuwa high school wakajisacrifice sana. Si definitely wazazi usacrifice a lot ndo watoto wasome. Sasa ndo huyo akuwa hapo form 3 akapata mtoi. Si aka home kalea mtoto then akarudi kwa form 4. Imagine ni chopi. Like alipata grade 4 akapata A-. Sasa brother yake akaoffer kumpeleka campus. Kumpeleka sasa unaona kwa huyo mtoto alipata kwa form 3 kwenda campus tena akapata mtoi mwingine sio kuwa first year. Sasa mamake alikuwa anashangaa. Hata mamake hakujuanga. Usikia alisikia ati nimeona dem wacha nitumie namba yako. Nimeona Miriam kuna place anauza githeri. Dem mamake ana expect dem wako shule.
dem hata alipata ball, kuna boy alimdanganya sijui atamwoa sijui tena akamwacha. Sasa wako na ball, so wameanza kuuza getheri. Mamake hata alishtuka. Na wako na pesa like yes wako well off. Sasa mamake alishtuka hadi anaanza kusema ati mtoto wake amerogwa. So na stress yenye tunapewa wazazi. Sasa defi hapo unaweza sema ni nini? Okay, Kenya nafikiria huyo dem alikuwa na stress. Sasa mom ataniambia nini? Unajua? That fear yenye nilikuwa nasema unaogopa sasa what next? Sasa unapewa kila kitu. Hatuwezi sema ati ni shida ilikupush ukapata ball na nini. Hizi ma promises, the fake promises zenye majamaa wanapeananga tu. Promises zenye unajua huwezi fulfill. The only time unaweza patiwa promise yenye sio fake ni time yenyewe mwenyewe pia umejiweza. Like you can be able to raise your child even without the help ya anyone. Unaweza like you can do it for yourself, you know. So mi usema mtu tu try kuangalia pia life yako, acha kujimess nao majamaa. Kwa sababu ukijimess nao wewe ndio utaachia hiyo mzigo yote. Lakini pia kuna mademo wanaachianga majamaa watoto. Kuna majamaa huku nje wanapenda watu responsible. They love their children. Haizi kukuachia lakini percentage 80%. Bila kuruka si mimi. 80% ni wenye watakwambia wewe sister mi ball misi yangu wewe jua kwenye ulitoana na hiyo miba. Mimi sikukua hapo. So madam to take care of ourselves. Kwa sababu tusipochunga hakuna mtu atakuja akwambia like atakuchunga yeye mwenyewe. It is you. Hi Irene. Thank you so much mama for coming. Nimekuona umeingia. Asante sana. Tunaongelelea early pregnancy. Sahi Irene akona kasichana. Kasichana kake kako class 8. Ako kasichana kana receive the monthly period. So Irene Saisha Irene anaweza pata ball. As a mother, what can you do? Yes? What can you do? Haya, naona kuna pia wanafunzi wako huku. Wewe mwanafunzi, ukipata ball like a day like today. Tuseme for example uko nayo ama utapata ama umepata, unaweza fanya nini? Kwa sababu ni kitu ya muhimu sana kujiuliza na ndio watu waweze at least kujichunga. Before ufanye kitu unaweza fanya unaweza fanya nini? But sex is sweet. Sex is sweet. So watu wengi wanaifikirianga after. Hata teacher wetu tukua Remai kwa anatuambia like ni member wa hii Dr. Wall Church. Hiyo mango mrefu. Kwa watu wameanga sex is sweet. And it's very sweet. Sasa watu wakisikia hivyo but it is true. Sex is sweet hawafichwi. But again think it's okay. Nimesikia hiyo sweetness. Then kwanza wanasema wanataka nyama. The effect za hiyo impact. Hawataki mambo ya protection, wanataka kusonga. Then umepata ball. Alafu kuna watu tu hata wajui mambo ya protection. YouTube is there for you. Kuna mtu ana hadi hizo bundles. Mtu tu ako huko ushago. What we can do, it's even the society. Sisi kama watu wenye, if you're able, unaweza form a group of watu 5 ama mimi nitaform by the way. Ya kwenda huko mashinani kuongelesha wasichana wadogo. An educative group. Kwa sababu akina kwambia vitu zinaenda huku nje sio vitu za nini. Na wazazi pia like talk to us. Tukaishe chini tuambie hivi ndivyo kuna kuanga na hivi ndio kuna kuanga hizi vitu like utuambie kitu ya kufanya na effect yake na utuambie tunafaa kufanya nini. As a mother just be open to us. Be open to your child kwa sababu mtoto wako anakuhitaji. Thank you so much guys. Leo tunakimbizwa huku, tumeingia late na tutatoka mapema because of the news. News ni lazima sasa msikuje zisomwe. Hizo unajua news azirukishangwi. Natamani kama wewe ndio uliiba masaa yetu. Lakini on Friday tutakuja mapema na masaa yetu isibiwe na mtu. A lot to share. So I want you to give your last words before we go home.
Ball si mbaya, ukipata ni sawa, lakini before you engage in sex, definitely huwezi pata ball through kitu kingine. Lakini watu hupata watu Gani sema hiyo? Avoid tu vitu zenye unaweza pata ball. Na ukipata ball, don't stress yourself. Talk to your parents, talk to your friends. Na the abortion tumekataa. Maybe ikuwe ni sijui la daktari amekwambia hivyo. Unajua daktari anaweza kwambia sasa we must save the mother or the child, yeah. Unless in that situation. Lakini hata tembe umezimeza sana lakini. So bye guys, till next time, tunawapenda. Patiana handles zako. Miriam Kimani in all the social media platform. Thank you so much, Miriam, for being with us. And me here, I have come to give my advice. No, anasemanga ati mimi ni mkali. Mimi sio mkali. Mimi husema ukweli. Watu abstain. Watu wa abstain. Watu wanashindwa. Hakuna kushindwa hapa, watu wa abstain. And cause sasa mwanafunzi, who said that mwanafunzi anaenda akifanya sex, you know, watu wa abstain. And only that way tunaweza save maisha ya wenye wanapata early pregnancies. Otherwise zitaishi tu kukua. So mimi naitwa Shiro Joyce. Twitter, kwa handles zangu mimi Twitter, Facebook, Instagram, kote mimi ni Shiro Joyce. Hata ukinihitaji YouTube, enda utafute Shiro Joyce. So before tuende home nitatabua highlights. Highlights ni watu wanakuchukulia video vizuri sana. So unataka video, uko na harusi, Valentine ndio hii. Na by the way nimeambiwa niwakumbushe kuna Valentine. Valentine ni Monday. Boy child, Valentine is coming. Valentine is on Monday. Ebu tutreat vizuri. Sawa? Na sisi pia madem, tutreat hawa majamaa vizuri. Na Rose Praise ananiambia kuna mahali Sky Cable inakuitia Valentine. Utatuona kado na tutaongea na wewe. So in case unataka kupropose ama engage your loved one, you know, the love of your life, na unataka video poa, video itatokea vizuri, contact Highlights. Highlights will do it for you, a very quality video, and you will be happy. You will be a satisfied client. So thank you so much for tuning in. We are happy. Na mpaka siku ya Friday mkuje na tutakuwa pamoja na nyinyi. Thank you so much for the support. Na tunafurahia sana. Pauline Kaso, Amos Kamunya, nimeona mlikuwa huku, and we love you so much. Mpaka siku ya furahi day. Mkuwe na wiki ya baraka. We love you so much. Bye.